Katika historia ya Waisraeli, Nabii Eliya alikuwa mmoja wa manabii mashuhuri waliotumwa na Mungu kurekebisha tabia ya taifa ambalo lilikuwa limepotoka. Alitokea wakati wa utawala wa mfalme Ahabu, mfalme wa Israeli, na mke wake, Malkia Yezebeli. Wawili hao walimwasi Mungu wa kweli kwa kuanzisha na kuendeleza ibada ya sanamu, hasa ibada ya mungu Baali. Mungu alimuinua Nabii Eliya kuwa sauti yake katika Israeli. Kupitia maisha yake, alishuhudia maajabu makubwa ya Mungu. Alikabiliana na manabii wa Baali na hatimaye alichukuliwa mbinguni bila kuonja mauti. Mungu alimwamuru Eliya kwenda kwa mfalme Ahabu na kutangaza hukumu juu ya Israeli kwa sababu ya uovu wao. Akamwambia, hakika kama Bwana, Mungu wa Israeli, aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua katika miaka hii, ila kwa neno langu. Wafalme 17:1. Baada ya kutangaza ukame huo, Mungu alimwamuru Eliya ajifiche karibu na kijito cha Kerithi, mashariki mwa Yordani. Hapo, Mungu alimtunza kwa njia ya ajabu. Kunguru walimletea chakula kila asubuhi na jioni, na alikunywa maji kutoka kijito hicho. Hata hivyo, baada ya muda, kutokana na ukame, kijito kilikauka. Mungu alimuongoza Eliya kwenda Sarfathi, mji uliokuwa katika eneo la Sidoni. Eliya alipofika Serepta, alikutana na mjane aliyekuwa akikusanya kuni. Alimuomba maji na kipande cha mkate, lakini mjane huyo alimwambia kuwa alikuwa na unga kidogo na mafuta kidogo tu, vya kutosha kuandaa chakula cha mwisho kwa ajili yake na mtoto wake kabla ya kufa kwa njaa. Lakini Eliya alimwambia, usiogope, nenda ufanye kama ulivyosema, lakini unitengenezee kwanza mkate mdogo, kisha ujitengenezee wewe na mwanao. Kwa maana Bwana, Mungu wa Israeli, asema hivi: unga katika pipa hautapungua, wala mafuta katika chupa hayatakauka, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Wafalme 17:13-14. Mwanamke huyo alitii, na Mungu alitimiza ahadi yake. Unga haukuisha, wala mafuta hayakakauka. Baadaye, mtoto wa mjane huyo alikufa, lakini Eliya alimuomba Mungu na kumfufua mtoto huyo, jambo lililowathibitishia watu kuwa alikuwa kweli nabii wa Mungu. Eliya na manabii wa Baali kwenye mlima Karmeli. Baada ya miaka 3 ya ukame, Mungu alimwambia Eliya arudi kwa mfalme Ahabu. Ahabu alipomwona Eliya alimwambia, je, ndiwe unayesababisha matatizo kwa Israeli? Lakini Eliya alijibu, si mimi ninayewasababishia matatizo Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako, kwa sababu mmeliacha agizo la Bwana na mmemfuata Baali. Eliya alipendekeza jaribio la kuthibitisha ni nani Mungu wa kweli. Alikusanya watu wa Israeli na manabii wa Baali kwenye mlima Karmeli. Eliya akasema, ikiwa Bwana ndiye Mungu, basi mfuateni yeye, lakini ikiwa ni Baali, basi mfuateni yeye. Wafalme 18:21. Manabii wa Baali walitoa sadaka na kumuita Mungu wao siku nzima, wakijikata kwa visu na kupiga kelele, lakini hakukuwa na jibu. Eliya aliwadhihaki akisema, pigeni kelele zaidi, labda Mungu wenu amesafiri au amelala na anahitaji kuamshwa. Wakati wa jioni, Eliya alijenga madhabahu kwa mawe 12, akaiwekea dhabihu na akaijaza maji mara 3 hadi ikamwagika kwenye mfereji wa madhabahu. Kisha akamwomba Mungu, na ghafla moto wa mbinguni ukashuka na kuteketeza sadaka, kuni, mawe na hata maji. Watu wote wakapiga magoti na kusema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Manabii wa Baali walikamatwa na kuuawa. Baada ya ushindi huo, Eliya alimwomba Mungu arudishe mvua. Alipoinama kuomba, akatuma mtumishi wake aangalie anga mara 7. Hatimaye wingu dogo likaonekana na mvua kubwa ikanyesha Israeli tena baada ya miaka 3.5 ya ukame. Baada ya kushinda dhidi ya manabii wa Baali, Malkia Yezebeli alikasirika na akaapa kumuua Eliya. Kwa hofu, Eliya alikimbia nyikani, akakata tamaa na kumuomba Mungu afe. Lakini Mungu alimpeleka mlima Horebu, ambako alimfunulia kuwa haji tu kwa upepo mkali, tetemeko la ardhi au moto, bali kwa sauti nyororo na tulivu. Hapo Mungu alimpa maagizo mapya ya kuwapaka mafuta manabii wapya, akimwambia kwamba bado kulikuwa na watu 7,000 nchini Israeli ambao hawakuwahi kuinamia Baali. Baada ya miaka mingi ya huduma, Eliya alihisi muda wake wa kuondoka duniani umekaribia. Alikuwa na mwanafunzi wake, Elisha, ambaye alihitaji baraka yake ya mwisho. Walitembea pamoja hadi mto Yordani, ambapo Eliya aligonga maji kwa vazi lake, na maji yakagawanyika 2, wakavuka kwa miguu mitupu. Elisha alimuomba Eliya apewe sehemu mara 2 ya roho yake. Eliya alimjibu, umeomba jambo gumu, lakini ukiniona nikichukuliwa, basi utapata unachotaka. Walipokuwa wakitembea, ghafla
Gari la moto lilishuka kutoka mbinguni, likamtenganisha Eliya na Elisha. Eliya akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, na Elisha akapiga kelele, "Baba yangu, baba yangu, magari ya Israeli na wapanda farasi wake." Elisha akachukua vazi la Eliya na kuanza kazi yake kama nabii wa Mungu. Katika historia ya Waisraeli